ni bro dhi nyime mar ang' miwa moko kendo e kinde mabiro. Kama dhi kaunti ma Nakuru en ni misa makende mar paro oganda mane owito ngimagi obagi e kanisa mar Kopere ma Christ the King mayudore e boma ma Nakuru. Misa mar rapar joma ne owito ngimagi e alwora ma Nakuru West e ng'anyo mar Azimio. Koro ni nyakwaramogi wang'iane kaka wechegi chalo kuom ripota marwa Miriam Nyambura mabino sebedo kaluono wechegi nyaka ne ng'anyo chakre mondo miyo nyiswa ni to gin weche machalo nade. Nyakwaramogi koro ni wanyalo loko wach mondo wacha ni koro dhok machielo mondo Miriam nyiswa ni to ng'anyo mane obedo Nakuru West mabende ne okelo hinyruok makoro miyo sani koro kweth mag oganda mopogore koting'o jotelo obago rapar makamani chalo nade. Miriam, hujambo kutoka hapa Nairobi, natumai Nakuru kumetulia. Utujuze tu yanayoendelea kwa sasa kuhusiana na shughuli nzima za kuombea wale ambao walipoteza maisha yao wakati wa maandamano na wale ambao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali mbalimbali eneo la Nakuru. Na shukran George, tuko katika kanisa la Katoliki la Christ the King jijini Nakuru, ambapo kuna ibada maalum imeandaliwa hii leo. Ilianza mwendo wa saa 7 hivi ili kuwakumbuka watu wawili ambao walifariki. Ni watu wawili miongoni mwa wale 12 ambao walifariki kote nchini wiki iliyopita kwenye maandamano ya upinzani. Wawili hao, mmoja wao ni Benjamin Okoth ambaye mwenye umri wa miaka 32, alifariki katika eneo la Mazembe siku hiyo Jumatano wiki iliyopita. Vile vile mwingine Hussein akafariki katika kituo cha katika hospitali ya rufaa ya Nakuru siku mbili baadaye. Siku ya Ijumaa alifariki alipokuwa akipokea matibabu ya risasi. Alikuwa amepata majeraha ya risasi tumboni na akafariki. Alikuwa katika chumba cha ICU ambapo alikuwa anapokea matibabu na akafariki. Kwa hivyo wawili hao ndio ibada hii maalum imeandaliwa hii leo kwa niaba yao. Tukaona baadhi ya viongozi wa Azimio kutoka kaunti ya Nakuru wakiwasili. Vile vile pia kuna wale wanaharakati walijitokeza ambao wamekuwa mstari wa mbele kukashifu hatua ya maafisa wa usalama kutumia nguvu zaidi katika maandamano hayo na hata kuwapiga risasi baadhi ya waandamanaji ambao walikuwa wamejitokeza kulalamikia kuhusiana na masuala tata, miongoni mwao masuala ya gharama ya juu ya maisha. Kwa hivyo hii leo ibada hii inaangazia tu wawili hao ambao walifariki. Tumeona familia zao zikiwasili hapa kujumuika na baadhi ya wale viongozi tofauti na wanaharakati tofauti waliofika katika kanisa hili. Vile vile pia tumeweza kuarifiwa kuwa baada ya misa hii wakishawasha mishumaa, wakishafanya misa hii kuwakumbuka, baadaye wataelekea katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kumbuka siku hiyo ya maandamano wiki iliyopita Jumatano, watu wawili walifariki ndio, lakini kuna watu 10 ambao walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Kwa hivyo miongoni mwa 10 ambao walifikishwa katika hospitali hiyo, tunaarifiwa kuwa wiki moja baadaye hii leo kuna wengine 4 ambao bado wanaendelea kupokea matibabu, wamepata nafuu na wanasubiri tu ile hatua ya daktari kuwapa ruhusa ya kuelekea nyumbani kuendelea kupata nafuu nyumbani. Kwa hivyo ni mambo ambayo tumeweza kuangazia na tumeweza kuona hii leo. Tutazungumza na baadhi ya wale ambao waliofika hapa hii leo, watueleze nia yao ni gani na ni nini haswa wangependa ifanyike baada ya hii. Lakini hayo yote tutazidi tu kuzamia baada ya misa hii inapokamilika, ndipo tutafanya mazungumzo na baadhi ya familia hizo waweze kutueleza matakwa yao ni gani kuhusiana na maandamano ya upinzani ya wiki iliyopita na hatua ya leo ya kuandaa kumbukumbu kwa wale ambao walifariki na vile vile wale ambao wako katika hospitali. Kwako George. Shukran sana Miriam Nyambura kwa taarifa hiyo tendeti kabisa kutoka maeneo ya Nakuru, na taswira kamili kuhusu hali ilivyo na jinsi majeraha na vifo vilivyotokea katika eneo hilo la Nakuru wakati wa maandamano. Shukran Miriam, tutarejea kwako labda wakati mwingine utujuze zaidi jinsi hayo mambo yatakuwa yakikwenda. Nyakwaramogi kama dhi nyime ni gavana